Mume wangu. Uje kunywa kiamsha kinywa? Usijali mke wangu. Kule kazini unajua waga tunapikiwa chai. Tena haja hata nikunywa hapa. Nisipokunywa hapa nikifika kule nitakunywa. Na wewe kila siku natoka hapa kama tu uje kunywa kiamsha kinywa. Anijanyesha zoezi kwa kupikiwa. Kwa hivyo naona haina. Haya, ni sawa. Acha mimi niendelee na mambo zangu. Anipigia sasa. Ni David. Ni David. Yaani nipige simu mara ngapi na haushiki? Simu umepiga, sikuwa na simu karibu. Naongea na nani tafadhali? Ni mama yako. Mama yangu? Wa ushago? Kwani uko na mama mwingine wa Nairobi? Samahani. Mama uko aje? Huko nyumbani kunaendeleaje? Huko tuko na mazishi. Uko na mazishi? Nani ameaga? Dani na mke wake waliaga kwa ajali. Na nilikuwa nakuomba ukuje kwa sababu nani wameaga David? No. Kulikuwa nini mpaka wanaaga? Kuna nini mume wangu? Nataarifiwa kuwa ndugu yangu kule kijijini ameaga. Na ameaga kwa ajali ya barabarani na mke wake. Unapanga aje wewe sasa? Itabidi hata nisiende kazini. Napaswa niwahi saa hizi. Ni sawa. Wacha mimi nikuandae uweze kuenda. Sawa. Wacha nikupangie nguo kidogo. Asante sana mke wangu. Haya. Kila kitu iko tayari. Na ukifika wape rambirambi zangu. Na pole kwa msiba. Acha niwahi kabla wazike nimeshafika. Ni sawa sawa. Safari njema. Asante salama. Haya mume wangu. Asante. Hello. Sasa ameenda kuja sahi. Asanteni sana vijana wangu Juma, Edward na Otieno kwa kukubali mwito huu kufika mahali hapa. Kiini hasa cha niwaite tujadiliane na tukubaliane jinsi tutakavyomlea Chiku, maana tunafahamu wazazi wake walifariki. Unajua nakupenda sana mpenzi. Sasa mimi nakupenda, lakini mbona usimwachie huyu jibaba huyu? Si rahisi. Utaki tuanike mapenzi yetu hadharani? Unajua nilimwajia pesa zake. Sasa simue tubaki na hizo pesa. Wewe hapana, wewe ngoja tutakusapoti. Hai, ngoja. Tumalizie nawe kisha Dubai ndege. Yes, unaweza nifikisha kwa Iboma iko na matanga? Wapi hapo? Iboma iko hapa nyuma ya kanisa kuna matanga. Hapo Reta Wanchwani. Wanchwani bro. Hapo Wanchwani ni? Najua hapo. Lakini nenda tu hiyo so. Okay. Sawa, niharakishe juu nimeshachelewa. Kwanza nilikuwa naomba kati ya Otieno, Edward na Juma wasikizane ni nani kati yao ataweza kulea Chiku. Sababu mimi magonjwa yananiandama. Tuna discuss juu ya nini huyo? Huyo hawezi toka hapa. Na atalelewa hapa. Tulia. Hakuna sio. Atalelewa hapa na kuna pala naenda Juma kwanza. Sisi hatuna. Atalelewa huyo. Atalelewa na aendi pahali. Hata ndio yule David. Mimi sitaki kujua hata kama mna uwezo, lakini mtoto atoki hapa.
Richard, habari ya miaka mingi bwana. Nzuri sana. Yes. Bwana Juma. Ukiongea na wazee unatoa hizo mabati zenye umevaa kwa uso. Kwani kiburi, wachana na mwenzako. Kwanza nakushukuru sana kwa kuweza kufika salama na nyinyi wote kujumuika kama watoto wangu, nawapenda. Lakini chanzo cha sisi kukaa hapa, tulikuwa tunajaribu kujadiliana ni nani ataweza kumchukua Chiku aende aishi na yeye. Nimesikia ukiniambia mlikuwa mnajaribu kujadiliana nani ambaye anaweza kuishi na mtoto huyo Chiku. Japo muda naondoka alikuwa hajazaliwa na tulipendana sana na babake, kwa hivyo sitaona shida yote ya kumsaidia mimi kama hamjafikiana. Tushasema anabaki huko. Hapa kuna wazazi kwanza, acha niongee, labda point yangu utaipata vizuri. Point yako gani? Hata kutuonyesha ni kama sasa huyu mtoto sisi tumekaa na watu wa familia hapa. Niende nimlee mwenyewe, nimweke kwa mazingira. Sasa utaenda na yeye. Wewe mwenyewe unataka uende na yeye. Wewe mwenyewe kuna mtoto hata ushawahi lea. Usinikoseshe. Usinikoseshe heshima tafadhali wewe. Usinijaribu. Mambo ni kuelewana. Haunijui. Unashindwa kuongea hapa na unataka kusaidia. Wewe haunijui vizuri wewe. Huyu unaweza mcharaza, huyu ananijua kweli huyu. Wewe ni mkubwa wake, unafaa kuelewa. Anafaa kuwa na heshima huyu kwa watu wengine. Kijana yangu nikuulize, huko Nairobi mkienda mbona mnapotelea huko? Hata namba ya kitambo nikipiga haingii. Mjini mambo mengi. Ni kwa sababu wewe haujai kwenda huko, hauwezi kujua ni kitu gani inaendelea. Kwanza wakati nilifika kama nilikuwa mgeni, ile simu namba ambayo mnaijua nilinyang'anywa. Kanunua namba nyingine. Hapana, hicho ni Kiswahili tu. Nyinyi mkishaoa mnasahau mama zenu. Hapana, hata nilikuwa na mpango wa kuleta mke wangu hapa nyumbani. Mfahamu pia. Kwa hivyo nafikiria niko kwa hizo mikakati. Nikirudi sitamaliza mwezi mmoja kabla sijarudi hapa. Lakini kama umekubali kumchukua mjukuu wangu, umjenge vizuri kijana. Nitamlea kama mtoto wangu. Unavyofahamu kuwa hatujajaliwa sisi kupata watoto, lakini na imani hapa mbele tunaenda, kwa sababu hatuna tatizo lolote mimi na mke wangu, kwa hivyo tutaweza kupata mtoto. Kwa hivyo Chiku nitamlea kama mtoto wangu wa kwanza. Kwanza John, kwanza ule mjengo ni ndugu yako alikuwa anaujenga. Na nilikuwa nataka upambane kwa sababu wewe uko na uwezo, uone jinsi hilo shamba tunaweza liweka kwa jina la Chiku. Na tena vile unafahamu baba na mama ya Chiku waliaga kwa ajali ya barabara. Kwa hivyo kuna kesi ambayo tunafuatilia na yote naweka mikononi mwako. Chiku ninamweka mikononi mwako. Hata ndugu zako wapigane, wafanye nini, nimeweka mikononi mwako. Wewe nenda umwangalie vizuri. Kuhusu Chiku hapo hata usiwe na shaka. Alafu nitashughulika hiyo kesi, lazima haki itendeke. Alafu shamba lake atakapokuwa mkubwa atakabidhiwa. Na nafikiria huu mjengo hata Mungu akiweza kufungua njia tunaweza tukamsaidia, tukaweza kumalizia ili akakuwe na nyumbani. Mwenyewe ataona kitu gani cha kufanyia hapo. Asante. Kiti ndio baba yako mdogo ambaye anaitwa David. Hata nakumbuka kabla mama wangu afe, alikuwa ananiambia niko na baba yangu mdogo mwenye anaishi Nairobi. Ndio ni vizuri, lakini najua mtafahamiana kesho vizuri. Kwa saizi amechoka kwa sababu ya safari ndefu. Sawa.
Mwanangu, usiwe na hofu. Ningependa uishi na babako mdogo. Atakuangalia vizuri na atakulea vizuri. Baba mdogo yupi? Ambaye ulipelekea kiti jana alipofika, ningependa uende uishi na yeye. Kitambo kabla hujazaliwa, tulikuwa tunaishi na yeye hapa kijijini. Nimemjua kwa miaka mingi, ni mzuri, atakulea vizuri na atakuangalia vizuri. Usiwe na hofu. Vipi, Chiku simuoni hapa kwa meza. Bali mko wapi Chiku? Chiku. Njoo. Vipi, watu wako mezani na wewe hauko mezani? Huko mnaishi maisha mzuri. Kule kwetu jua kali. Huko mvua inanyesha. Na green na pumua hewa safi. Na pesa hakuna. Pesa hakuna na mmepanda mahindi, hogo, mko sawa. Baba naona uko strong, nakaa kijana kabisa. Nang'ang'ana. Mungu akifikishia hiyo miaka, utafurahi. Unakaa kijana kabisa. Kule mshindi. Vile nilikuacha hivyo hivyo. Mihogo, nguvu ya mihogo. Jine maisha ni ngumu. Lakini nitampeleka ndugu yangu hapa. Nini umeleta kutoka huko ndio useme utanipeleka? Wewe tutaelewana. Tukimaliza mambo yote unitafute. Niko na zawadi yako by the way. Yangu. Maisha hapa nyumbani inakupeleka vizuri. Naona unaendelea vizuri kabisa. Na wewe ndiye hata hujajenga pale, nimeonyeshwa na mama yangu umejenga pale. Una uhakika? Ni sawa. Lakini kumbuka kumheshimu, kumwomba Mungu. Ni Mungu atakuongoza katika kila kitu. Na uwe mtoto mwenye nidhamu na usome kwa bidii. Nitafurahia sana. Sawa. Juma, wacha kidogo tu. Kidogo tu. Juma wewe ni ndugu yangu. Unajua naona tunakosana. Nikwambia niko na zawadi yako. Ona nikosea. Niko na saa hapa. Saa ambayo inaweza uza kampea 20,000. Nipatie hata shilingi 100 niende nikununue nayo. Sasa hivi unauza 20,000, shilingi 100 na kusaidia na nini? Hebu nifungie. Hii sasa utatepa hii mjini. Unafanya kama simu. Nitakufundisha usiwe na wasiwasi. Hii sasa ukifunga hapo, alafu naweza pigia mtu hii. Kuweka laini. Hivi ni vile unaona wabunge nazo, Alafu sijamaliza. Nisikia unakuwa na ugonjwa ya mama ilipona. Ishapona au? Yes. Ndugu. Yes. Asante sana. Ndugu yangu wa damu kabisa. Sawa. Ako wapi huyo Chiko? Chiko, ajalewesha mgeni. Uende salama? Mwishi vizuri? Hauna bagi nyingine ni tu? Kwani kuna bag? Enda hapo kwa kiti. Kuna bagi yangu ile nilikuja nayo. Nikumbuka? Naenda uweke hizo vitu zako ndani vizuri kisha uniletee. Chiko, kimbia. Asante sana ndugu. Wewe uende na baraka? Yes. Na unikumbuke unirusha hata ka shilingi 50 nikunywe hata ka glass. Na ununue sisi. Pesa irushi kwa hewa. Na tunarusha kwa sisi. Sahi. 20,000 kwa hapo. Maneno unafungua biashara.
Acha niingize jembe hapo. Uko tayari? Acha niingize jembe. Okay. Ushaaga shosho yako na babu yako? Ndio. Ungemwita shosho yako wagani naye tuondoke sasa. Chiku alikuwa wakai huko tena. Na muda umeenda, naona muda huko upande. Chiku? Mko wapi? Muda umeenda, nataka tuondoke. Msha nini? Kwa nashindwa mbona mnachukua muda mrefu. Sasa kijana yangu, nyinyi msafiri salama. Na usikubali kitu chochote kimfanyikie Chiku. Huyu sasa ako chini ya ulinzi wangu, itakuwa sawa. Na wewe namba yangu hiyo isave, ikiwa na jambo lolote, ikiwa na njaa nipigie. Naweza kutumia hata kasukari. Hautabadilisha, mnakuanga wajanja nyinyi. Na sasa hivi vile tumeongea mambo itabaki hivi. Chiku mjukuu wangu, safiri salama na kukabidhi huyu mtoto, fike salama na umlinde vizuri. Tamlea vizuri.